Shalom, shalom, shalom. Kwa majina naitwa Josephat Falasi Mweupe, ni mtumishi wa Mungu kama nabii katika kanisa la Jesus White Horse Tanzania, ambalo liko located katika eneo la Iringa. Kama kawaida, mara kwa mara katika mwezi wa 12 ukifika, mara nyingi Mungu huwa anatoa maono ambayo wanaweza kuona baadhi ya vitu na kuvisema. Ukifuatilia track record zangu kwenye YouTube utaweza kuona kazi hii. Sasa katika leo ninataka nikuletee habari njema ambayo Mungu amenionyesha juu ya taifa letu la Tanzania, lakini na dunia nzima kwa ujumla, ambapo nimepata maono ambayo ni muhimu sana kwa taifa zima na kwa viongozi dunia nzima kulisikia ili kuweza kuyafanyia kazi. Biblia inasema Mungu hatafanya jambo bila kuwatumia bila kuambia manabii ambao ni watumishi wake. Kwa hiyo Mungu anaposema ni muhimu sana tukaheshimu, na Biblia inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati kwamba Kumbukumbu la Torati 18 ule mstari wa 22 kwamba atakaponena nabii kwa jina la Bwana lisifuate jambo lile wala kutimia, hilo ndilo neno asilolinena Bwana kwa kujikinai, amelinena huyo nabii, usimwogope. Kwa hiyo baada ya kuwa nimeongea leo, ninaweka track record, kwa maana ya kwamba ni watu wote watakaosikia ujumbe huu, viongozi wa kitaifa, viongozi wa kimataifa, viongozi wa maeneo mbalimbali, mikoa, mawaziri wote pamoja na viongozi wakubwa, wafuatilie kama hili jambo litatekelezeka. Lakini lengo la unabii huu ni kujenga kulingana na aina ya unabii ambavyo ulivyo. Mungu amenionyesha mambo yafuatayo ambayo yatatokea Tanzania na yatatokea nchi zingine. It will be global abundance and crisis. Na nimeona mambo yafuatayo ambayo sasa nitayasoma. Nimeandika hapa kwenye kurasa zangu hapa ili kutunza kumbukumbu hii kwa ajili ya kuja kukuelekeza ni nini kitakachoenda kutokea. Sasa habari njema niliyoiona ni ipi? Nimeona habari njema juu ya Tanzania na dunia nzima. Na hizi habari njema zilitanguliwa na kipindi kifupi cha ngamia aliyekonda na ngamia aliyenenepa. Kwa hiyo kuna ngamia aliyekonda ambaye ndiye atakayeanza, alafu atafuatia kipindi cha ngamia aliyenenepa. Kwa hiyo tutasikiliza tafsiri ya yote ya maono ambayo Mungu amenipa ili tuweze kujua katika kipindi cha ngamia aliyekonda Tanzania tutahitaji kufanya nini, na kipindi cha ngamia aliyenenepa tutahitaji kufanya nini. Nimeona habari njema juu ya Tanzania na dunia nzima zilizotanguliwa na kipindi kifupi cha ngamia aliyekonda na wanyama wengi wafugwao waliokonda nyuma yake wakishuka kutoka angani juu ya nchi na dunia nzima. Kisha baada ya kipindi kifupi cha ngamia aliyekonda, nikaona kinafuatiwa na kipindi kirefu cha ngamia aliyenenepa akiwa ameongozana na ngamia wengine, wanyama wengine ambao sio ngamia, ambao ni wanyama wafugwao kama mbuzi, kuku, wanyama wa namna hiyo wengi lakini mbele yao wakiwa wametanguliwa na ngamia aliyekonda, na baadaye kipindi cha pili ngamia aliyenenepa, lakini kila ngamia anakuwa na wanyama wengine pamoja na ndege wanaofugwa nyuma yake. Na wakati naendelea kule, nikaona katika lango nikaona mambo yafuatayo. Kisha kundi la vijana, kisha baada ya kipindi kifupi cha ngamia aliyekonda kukafuatiwa na kipindi kirefu cha ngamia aliyenenepa akiwa ameongozana na wanyama wengi na ndege wafugwao walionenepa nyuma yake. Kisha kundi kubwa la vijana wengi wakawa wakitumia simu zao kupiga picha. Walikuwa wakitumia simu zao kupiga picha lile tukio la wale ngamia walionenepa na waliokonda kwenye kipindi chote. Kwa hiyo vijana walikuwa wakitumia kupiga picha, simu zao, wanatumia simu zao kupiga picha na mbele ya yule ngamia sasa aliyekuwa amenenepa
baada ya kuwa ametokea, nikaona lango kubwa, yani linafunguka mbele ya ngamia aliyenenepa. Alafu pale ambapo ngamia aliyekuwa amenenepa, wakati yuko pale, vijana wengi wakawa wanatumia picha kupiga tukio, kwa sababu walikuwa wanashuka kutoka angani. Na pale kwenye lile lango kubwa lilikuwa limefunguka, ambapo ngamia amefikia, kulikuwa kumeandikwa neno Paramount Nation, Paramount Gates. Na baada ya hayo nikaona pale vijana wengi wakipiga picha, lakini kuna mbadilishano wa madini, nikaona kuna mbadilishano kwenye ile lango kubwa, kwa kuna mbadilishano wa madini, aina ya madini yalikuwa yanaitwa liganga. Kwenye lile Paramount Gates kukawa kuna mbadilishano mkubwa wa madini ya chuma ambayo yanaitwa liganga, kitu kama liganga. Nilikuwa nasikia neno liganga, nikasoma kile kilichokuwa kimeandikwa. Na hayo maono niliyaona siku ya tarehe 8 mwezi wa 12, ikiwa ni saa 9:55 usiku. Na muda huo baada ya kipindi kifupi nikawa nimeamka saa 10:20, nikaanza kuyaandika katika simu yangu. Kwa hiyo baada ya kuyaona hayo maono, nikafunga siku 2 kavu, nikiwa siri chochote wala kunywa chochote, ili Mungu aweze kunipatia tafsiri ya maono hayo. Sasa tafsiri ya maono, sehemu ya kwanza, tafsiri ya maono ya ngamia aliyekonda. Sasa ninataka kwa Tanzania na dunia nzima wanaosikia maono haya waweze kuelewa. Kipindi kifupi cha ngamia aliyekonda na wanyama wengine wafugwao nyuma yake, na wenyewe wakiwa wamekonda wakishuka kutoka angani. Kipindi hiki kinamaanisha nini kwa nchi yetu Tanzania, na kipindi hiki kinamaanisha nini kwa dunia nzima? Ngamia aliyekonda ni ishara ya upungufu wa kila kitu na uchache wa mahitaji muhimu ya kawaida kwa watu katika jamii. Chakula kitakuwa na changamoto kubwa kwa uchumi wa kitaifa. Lakini Tanzania na dunia nzima tutaingia katika kipindi kifupi cha kubana matumizi, mfumuko mkubwa wa bei za vitu mbalimbali, na matukio makubwa ya majanga kama njaa na matukio ya kukatisha tamaa kwa wananchi wote yatatokea. Kipindi hiki cha ngamia aliyekonda kitakuwa kifupi, ila ni cha muhimu sana. Kipindi hiki kitakuwa ni kifupi, ila ni cha muhimu sana na cha umakini sana, na kinahitaji umakini mkubwa, busara, hekima, uongozi makini, kila ngazi ya kiongozi katika sekta mbalimbali za Tanzania pamoja na dunia nzima, ili kuwaongoza wananchi na matumizi sahihi ya rasilimali zilizopo kwa sasa. Sasa katika kipindi hiki cha ngamia aliyekonda, mazoea bila umakini na upungufu wa na ubunifu wa kisekta. Mazoea bila umakini na ubunifu wa kisekta katika kipindi hiki itakuwa jambo la hatari kwa viongozi wa jamii na taifa kwa ujumla na dunia nzima. Kipindi hiki cha ngamia aliyekonda, vijana watajisikia kufa moyo na mitandao kuonekana kama imenyamazishwa kwa kundi kubwa. Upungufu wa fursa za mitandao ya kijamii kwa vijana itakuwa changamoto kubwa. Mfumo wa kijamii itafanyiwa miundombinu. Mifumo ya kijamii ya vijana kwa jinsi ambavyo itatengenezwa, itawafanya vijana wajisikie kama vile wamebanwa. Lakini sekta ya kilimo, ufugaji, umwagiliaji na vijana vitapata changamoto kubwa. Yaani kwa ufupi tunasema kimaono asili itawageuka wanadamu. Ndiyo maana ubunifu ni muhimu sana kwa kipindi hiki cha ngamia aliyekonda. Katika kipindi hiki kifupi cha ngamia aliyekonda, uchumi utapitia mabadiliko ya kimuundo.
uchumi wa Tanzania na uchumi wa dunia nzima utapitia mabadiliko ya kimuundo. Kutakuwa na mabadiliko ya mfumo ya kisheria, mifumo ya kifedha, mifumo ya kimazingira itakayosababisha vijana wajisikie kama wamezuiliwa. Watakuwa wanajisikia kama wamezuiliwa. Mungu akaniambia kipindi hiki cha ngamia aliyekonda si cha adhabu, sio adhabu kwa Watanzania, sio adhabu kwa dunia nzima, sio adhabu kwa viongozi. Kipindi hiki si cha adhabu kwa vijana, ni mapito, ni mpito, ni kipindi cha mpito wa maandalizi kwa ajili ya mlipuko mkubwa wa neema, yaani ngamia aliyenenepa akiongozana na kundi kubwa la wanyama na ndege wafugwao walionenepa. Lakini kipindi hiki cha ngamia aliyekonda, kipindi hiki cha ngamia aliyekonda ni muhimu sana kujua mambo haya. Kipindi hiki kitawafanya vijana kujitengeneza. Kipindi hiki kitawafanya vijana kutengeneza ubunifu mpya, na roho ya hekima na busara itawashukia vijana wa kizazi hiki. Utulivu wa nidhamu ya kimtandao utaleta njaa ya uvumbuzi mpya wenye manufaa kwa taifa na dunia nzima. Narudia, kipindi hiki kitawafanya vijana kutengeneza ubunifu mpya, na roho ya hekima na busara itawashukia vijana wa kizazi hiki. Utulivu wa nidhamu ya kimtandao utaleta njaa ya uvumbuzi mpya wenye manufaa kwa taifa, yaani uchumi wa digital system na technology apps. Huu utakuwa ni utajiri mpya kwa sekta zote za uzalishaji. Kwa hiyo vijana wataingia katika mfumo wa digital system na technology apps, ambapo ndio utajiri mpya na taifa jipya litazaliwa kutokea huku. Hata kama ni kilimo, hata kama ni nini, vitu vingi vitazaliwa kutokea hapo. Sasa nikamuuliza Mungu, kwa nini tutapitia kipindi cha ngamia aliyekonda? Kwa nini tutapitia kipindi hiki? Mungu akaniambia, akasema sasa kipindi hiki tutakipitia kwa sababu zifuatazo. Mungu ameruhusu kipindi hiki kwa sababu zifuatazo. Kipindi cha ngamia aliyekonda kina lengo la kuandaa fikra mpya kwa jamii na vijana wa sasa na viongozi wao wa sasa. Sababu ya pili ya kwa nini tutapitia kipindi cha ngamia aliyekonda ni kuleta mageuzi yanayotenganisha utumwa wa fikra, yaani fikra za kikoloni au fikra za kimazoea. Kwa hiyo kutakuwa anasema Mungu anataka kuleta mageuzi yanayotenganisha utumwa wa fikra au fikra za kikoloni au fikra za kimazoea. Kujenga nidhamu ya kizazi kipya. Mungu anataka kujenga nidhamu ya kizazi kipya na kuleta uadilifu na uzalendo kwa viongozi wa jamii ya Tanzania na dunia nzima. Katika kipindi hiki Mungu anasema amekiruhusu kwa sababu gani? Mungu anataka kuonyesha kwamba neema itakayokuja itakuwa ya kimungu na si ya mfumo wa dunia hii. It is God given grace upon our country and upon our nation. Kipindi hiki ni ishara ya kuzaliwa kwa kizazi kipya chenye utaratibu, usikivu wa ndani wenye uwezo wa kuchanganua mifumo mipya kwa manufaa ya taifa zima na dunia nzima. Kizazi cha vijana. Mungu anasema kizazi cha vijana ni lazima kipitie utulivu huu wa lazima, lakini utulivu huu wa lazima utajaa mambo yafuatayo na utaleta matokeo yafuatayo. Ubunifu mpya utatokea. Vijana watajikuta katika ukimya ule wanakuja na ubunifu mpya. Maono ya kipekee ya mtu mmoja mmoja na vikundi, watajikuta kila mtu anakuja na idea au wazo la kimfumo wa kidijitali kwa vijana na makundi mbalimbali. Lakini kipindi hiki kitazaa ujasiri wa kiroho na ujasiri wa kiteknolojia. Nikaendelea kumuuliza Mungu kwa nini tunaendelea kupitia kipindi hiki. Akaendelea kushauri mambo yafuatayo. Akasema hii
kipindi cha ngamia aliyekonda kimebeba mfumo utakaozaa habari njema kwa taifa zima la Tanzania na dunia nzima. Kwa hiyo hapa nikawa nimeona, Mungu akaniambia habari njema kwa vijana, nimeona wakipata utajiri mkubwa kupitia uhuru wa mitandao, biashara ya digital economy, mining na madini ya Liganga. Kwa hiyo habari njema kwa vijana, nimeona vijana wakipata utajiri mkubwa kupitia uhuru wa mitandao, biashara ya digital economy na mining na madini ya Liganga. Mungu anafungua mlango wa uchumi wa digital kwa Tanzania na uchumi wa madini ya chuma, yaani Liganga, na kupanuka kwa uchumi wa kitaifa baada ya ngamia aliyekonda. Kwa hiyo kipindi cha ngamia aliyekonda, ndiyo maana nimeshauri, Mungu akaniambia kunahitajika busara, kunahitajika hekima, kunahitajika ujuzi wa fikra mpya za kila kiongozi kwenye jamii kuweza kujua ni jinsi gani hii mifumo ambayo inasemwa hapa digital economy inaweza ikainua taifa la Tanzania, na jinsi gani uchumi wa madini ya Liganga unaweza ukainua taifa, na kupanuka kwa uchumi wa kitaifa kutaanzia hapo. Watu mnaonisikiliza, taifa litifanye nini sasa baada ya hichi kipindi, kwenye hichi kipindi cha ngamia aliyekonda? Huu ndio ushauri Mungu alinipa. Mungu ameniambia taifa pamoja na viongozi wote wa taifa tufanye mambo yafuatayo: kuimarisha miundombinu ya teknolojia, yani digital infrastructure expansion. Hii ni kumaanisha uchumi wa vijana wa kesho utapita kwenye simu zao na sio kwenye viwanda peke yake. Narudia, Mungu amesema ili taifa liweze kunufaika katika kipindi cha ngamia aliyenenepa. Na tunatokaje kwenye mambo ya kufanya wakati tuko kwenye kipindi cha ngamia aliyekonda? Taifa na viongozi watatakiwa kuimarisha miundombinu ya teknolojia, yaani digital infrastructure expansion. Hii ni kumaanisha uchumi wa vijana wa kesho utapita kwenye simu zao, sio tu kwenye viwanda peke yake. Ushauri: nashauri anzisha makubaliano ya kimataifa na mataifa yenye teknolojia ya juu kama vile India, China, Korea, Israeli, ili vijana wajifunze AI system, cyber security, digital payment, technology exchange programs na mambo mengine kama hayo. Namba 2, industrial economy. Ninashauri taifa na viongozi kuangalia kuweka macho yao na dira ya taifa kwenye industrial economy. Hapa namaanisha madini ya chuma na madini mengine yatambuliwe. Na shauri sekta ya madini kuongeza thamani ya madini yanayopatikana, kuongeza thamani ndani, tuongeze thamani ndani ya nchi kabla ya kuuza nje. Sekta ya madini kuongeza thamani ndani ya nchi kabla ya kuuza nje. Kuweka viwanda vya middle level steel processing kwenye mikoa yenye madini. Tuunganishe madini na digital economy, yaani kwenye upande wa logistic, data analysis, mining survey, mining technology, ili kuongeza wigo wa ajira kwa vijana. Ninashauri diplomatic partnership na paramount nation zinazotumia teknolojia za kiwango cha juu ili vijana wajipatie waende kwenye hayo mataifa, wafanye internship, research exchange na technical capacity building, ambayo itawajongea uzoefu ili wakija wa exchange na vijana waliopo ambao hawakuweza kwenda elimu za juu zaidi. Lakini pia ninashauri kuna kitu kinaitwa National Youth Digital Wealth Creation Program. Na shauri kwa waziri wa vijana kuna kitu kinaitwa National Youth Digital Wealth Creation Program. Na shauri serikali iweke mazingira ya vijana kutengeneza pesa kupitia mitandao, mfano content creation, online trading na digital entrepreneurship. Lakini kingine Mungu akaniambia ambacho kinatakiwa kufanywa na mataifa yote, especially Tanzania, youth driven innovation, mfano digital agricultural labs, digital
agricultural hubs, mining value chain na international partnership, kwa kutengeneza makubaliano na platform kubwa duniani kama vile YouTube, Meta, TikTok kwa ajili ya youth safety, regional content labs na better monetization. Nashauri kila mtaa, kila kijiji, kila mkoa kuwa na mashamba ya ushirikiano katika kilimo ili kuishinda njaa inayokuja, ili kushinda upungufu unaokuja. Nashauri diplomatic soft power itumike ili kujenga kizazi chenye mtazamo wa kimataifa, kukuza ubunifu wa teknolojia, kuongeza ajira na uhuru wa ushirikiano wa kiuchumi. Katika kitabu cha Isaya 60 mstari wa 10 anasema, wageni watajenga kuta zako. Haya Mungu amenionyesha baada ya kuomba siku 2, ndiyo nikaoneshwa majibu haya. Asikiaye na afahamu. Tunaenda kupitia katika kipindi cha ngamia aliyekonda. Kipindi hicho tunahitaji kuwa wavumilivu, kuwa wenye hekima, na haya ndiyo Mungu anayonena kwa mataifa. Lakini neema kubwa inakuja kwa maana ya taifa, ngamia aliyenenepa anakuja, ambao ni tumaini kubwa, ambao ni neema kubwa inayoshuka juu ya nchi ya Tanzania. Asanteni sana. Naitwa Nabii Josephat Falasi Mweupe. Maneno haya yamepigwa muhuri na yatatimia katika jina Yesu. Amen.